ili ukashinde, kwa sababu kuna kitu kizuri sana Mungu amekiweka ndani mwake, ambayo hicho kitu anaenda kukugawia wewe. Amen. Kwa hiyo kaa mkao wa kula, mpe masikio yako ukapate kusikiliza kile ambacho Mungu amekiandaa kwa siku ya leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana, na Mungu aendelee kukufanyia wepesi katika huduma yako unayoifanya mikoani. Asante sana. Tukuka, tunakushukuru kwa ajili ya Jumapili nyingine tena ya kufufuka kwako, ambapo Bwana tunaadhimisha miaka mingi iliyopita. Baba wa rehema, tunakushukuru kwa sababu tunaenda kuwa na ibada tena, ibada yenye baraka. Baba, tembea pamoja nasi, utulinde na ututunze. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, wote tuseme amen. 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 Hebu kusalimia watu wawili watatu. Salimia watu wawili watatu, waambie Yesu amefufuka. Kinanda, naomba utulie kabisa. Kinanda, tulie kabisa. Salimia watu wawili watatu, tuwaambie Yesu amefufuka. Sema kwa sauti, Yesu amefufuka. Bado sijasikia sauti za washindi. Sema Yesu amefufuka. Hebu nyanyua mikono yako juu namna hii. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu kwa sababu ya ushindi. Haleluya! Mwambie jirani yako, tumelipiwa deni, hatudaiwi tena. Ngoja niulize swali moja, wangapi wamewahi kudaiwa na binadamu mwenzako tu? Iwe ulikopa nani amewahi kudaiwa? Shusha mkono wako. Hivi kwa mfano ulikuwa unadaiwa milioni 10, alafu siku hiyo kesho yake unapelekwa mahakamani ukahukumiwe, alafu ukapigiwa simu ukaambiwa kuna mtu amekuja amekulipia deni lote, ungejisikiaje? Si ungefurahi? Hilo ni deni la pesa ambazo ni za hapa duniani. Sasa leo tumelipiwa deni la dhambi zetu. Piga makofi na vigelegele kwa Jehova. Haleluya! Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya, haleluya. Ukiwa umesimama hivyo hivyo, naomba nisome huu mstari. Haupo kwenye somo ambalo nalifundisha leo, naosoma tu kwa sababu ya siku ya leo. Kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 6 anasema, hayupo hapa kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame alipolazwa. Mwambie jirani yako, hayupo tena hapa, hayupo tena kaburini, ameshafufuka. Njoni mpatazame mahali hapa. Haleluya! Piga tena makofi na vigelegele ya ushindi kwa Yesu. Naomba ukae. Kwa majina yangu kama alivyosema askofu, ninaitwa Terevaeli Pendaeli Mbise, lakini niliamwaga kufupisha kwa sababu kuna watu walikuwa wanapata shida kulitamka hilo jina. Nilienda kwa Wamasai siku moja, kwa nasoma huko kwa Wamasai, wananiambia hilo jina langu yaani kwao ni matusi. Kwa hiyo nikabadilisha kidogo, nikatranslate kwa Kiswahili. Haleluya. Kwa hiyo kwa sasa wananiita Ombeni Mbise, lakini jina langu kabisa nililopewa na wazazi wangu ni Terevaeli Pendaeli Mbise. Mimi ndio nilikuja nikalitafsiri kwa lugha ya Kiswahili nikaitwa Ombeni Mbise. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukaniita Ombeni Mbise, unaweza ukaniita Terevaeli, it's okay, kwa kadri ambavyo utaweza kutamka. Haleluya. Mimi nina huduma nyingi, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, ni mhubiri wa neno la Mungu, lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Haleluya. Nimshukuru sana askofu kwa kunialika mahali hapa. Kwa kweli kuhubiri kwenye kanisa la kiaskofu sio kazi rahisi. Haleluya. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa askofu kunialika mahali hapa kwa ajili ya kuja kusema pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia mimi ni mwandishi wa vitabu. Nimeandika kitabu changu kimoja kinaitwa Tambua Kusudi na Kipaji Chako, lakini niko kwenye maandalizi ya kuzindua kitabu kingine cha pili ambacho nitakizindua tarehe 21 mwezi wa 6. Kwa hiyo
nilipokuwa nakuja mahali hapa nikasema kanisa la Soul Harvest Church nisije nikawaacha na nyie niwape kadi ya mwaliko. Niwaalike siku hiyo kwenye uzinduzi wa hicho kitabu changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hapa nampa askofu kadi mbili, moja ya kwake na moja ya kanisa. Mkaribu sana siku hiyo, mje mniunge mkono na Mungu atawabariki. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli unajua nikifika mahali nikikuta kiongozi wa kanisa ni mwanamke au ni mama, nafurahi sana. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Kwenda kaburini kuangalia kama Yesu yuko au hayupo ni mwanamke. Alikuwa anaenda nani? Amsomaji nani jamani? Alikuwa anaenda nani? Sema sio alikuwa anaenda nani? Magdalena alikuwa wa kwanza kufika kaburini kuangalia kama Yesu yuko au amefufuka. Ndio akakuta kwamba amefanyaje? Amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona askofu ni mwanamke au ni mama, usijiulize maswali mengi. Mungu ameamua kumweka mahali hapa ili aweze kukuvusha pale ambapo unashika. Haleluya. Anapendeza mama yetu. Anapendeza sio? Kwa kweli hata mimi nilipoingia pale mlangoni kwa wakati mwingine niliona amependeza sana. Pigia makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ili msiende kujiuliza maswali sana, nimefuatana na kijana wangu hapa anaitwa Adrian. Yeye ndiye waga anachukua baadhi ya mafundisho yangu ili aweze kupatikana mitandaoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tuko tunahubiri tabasamu sana sendeza, maana tutaonekana pale YouTube. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usikae kinyonge. Amina. Ukikaa kinyonge utamunisha hata YouTube yangu hapo, utaacha kuiangalia kwa tabasamu. Kwa sababu umelipiwa. Umelipiwa nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wacha niende kwenye ujumbe ambao Mungu amenipa siku ya leo. Ingawa leo ni siku ya Pasaka, lakini naomba nikahubiri ujumbe tofauti kidogo na Pasaka, kwa sababu nashukuru yule aliyekuwa na neno la utangulizi alishazungumzia Pasaka. Tumeshasoma mstari wa Pasaka hapa mwingine ya kwamba hayupo tena kaburini kama alivyosema. Kwa hiyo wacha tuende kwenye somo lingine ambalo Mungu amenipa kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Haleluya. Okay, kichwa cha somo, kabla sijaenda kwenye kichwa cha somo, fungua pamoja na mimi kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 28. Torati 28, fungua pale tukasoma. Tunasoma mistari miwili kwanza, wa 6 tunaruka tunaenda ule wa 7. Biblia inasema, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya, mstari wa 8. Sema, Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Sema amen. Sema amen. Kichwa cha somo ambacho tunaenda kuongelea siku ya leo kinasema kanuni za kubarikiwa. Sema kwa sauti, kanuni za kubarikiwa. Sema kichwa cha somo kwa siku ya leo ni kanuni za kubarikiwa. Wangapi wanataka kubarikiwa? Nashusha mkono. Hakuna mtu asiyetaka kubarikiwa. Haleluya. Okay. Nini maana ya baraka? Nini maana ya baraka? Tumesoma kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tukaona Biblia inasema ya kwamba utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Akasema ya kwamba Bwana ataamuru baraka ije juu yako, na kila utakalotia mkono wako, anasema utabarikiwa. Okay, tujiulize swali moja, ni nini maana ya baraka? Kama unaandika andika. Baraka maana yake ni maongezeko. Baraka maana yake ni maongezeko, au tunaweza tukasema baraka ni kustawi. Tunaposema baraka ni maongezeko, maana yake ni kwamba kama
kama ulikuwa na vitu vichache vikaongezeka vikawa vingi, tunasema ya kwamba hizo ni baraka. Kama umestawi kutoka hali ya chini kwenda hali ya juu, tunasema hizo ni nini? Ni baraka. Kwa hiyo baraka maana yake kwa definition, maana yake ni maongezeko, ni kutoka vichache kwenda vingi. Haleluya! Ni kutoka hali duni kwenda hali bora zaidi, ndio maana ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, kama ulikuwa na ng'ombe mmoja wakaongezeka wakawa wawili, maana yake tunasema ya kwamba una baraka za maongezeko ya mifugo. Ulioa ukiwa na mke wako tu au na mume wako tu, mkaongezeka mkapata mtoto, tunasema kwenye familia ya fulani kuna baraka ya mtoto. Maana yake ni kwamba ile familia imeongezeka. Kwa hiyo baraka maana yake ni maongezeko, au tunaweza tukasema baraka ni kustawi. Okay. Sasa watu wengi wanataka kubarikiwa na wanahitaji baraka za Mungu. Hata hapa nikimuuliza kila mmoja, kama unataka kubarikiwa, kila mmoja atasema ndio. Kila mtu anataka kubarikiwa, lakini watu wengi hawajui ni nini wafanye ili waweze kubarikiwa. Watu wengi hawajui ni jambo gani wafanye ili waweze kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika somo langu hili tutajifunza kanuni za kubarikiwa. Okay. Tunazo aina mbili za baraka. Andika kama unaandika. Mimi ni mwalimu, kwa hiyo nitakufundisha kwa taratibu. Tunazo aina mbili za baraka. Aina ya kwanza ya baraka ni baraka za rohoni. Sema baraka za rohoni. Sema kwa sauti, baraka za rohoni. Aina ya kwanza ya baraka ni baraka za rohoni. Alafu aina ya pili ya baraka ni baraka za mwilini. Sema za mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana waraka watatu wa Yohana, hebu tusome pale. Waraka watatu wa Yohana anasemaje hapa? Kitabu cha waraka watatu wa Yohana. Waraka watatu wa Yohana, tuangalie hapa anasemaje katika kitabu cha waraka watatu wa Yohana. Kina mlango mmoja tu, tusome mstari ule wa pili. Anasema hivi: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Narudia tena. Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Okay. Maana yake ni kwamba hapa anazungumzia baraka za rohoni. Nisikilize kwa makini. Baraka za kwanza kabisa zinazotakiwa zitangulie kuwepo ni baraka za rohoni. Baraka za rohoni ndizo zinazoamua baraka za mwilini. Ndio maana hapa anasema hivi: mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Ni kama alikuwa anataka kusema hivi, roho imeshafanikiwa kwanza, alafu anaitolea mfano kwamba kama vile roho yako ilivyofanikiwa na mwili wako ufanikiwe. Haleluya. Kwa kinachotakiwa kitangulie kubarikiwa ni roho, alafu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa okay, unaniuliza swali lingine, baraka za rohoni ni zipi? Baraka za rohoni ni zipi? Baraka za rohoni ni yale maongezeko katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Kama unaandika kusaidia. Baraka za rohoni ni yale maongezeko katika ulimwengu wa roho. Okay. Ulimwengu wa roho ni upi? Ulimwengu wa roho, kwa wale waliosoma biolojia kwa wanaelewa. Ulimwengu wa roho ni ule ulimwengu ambao uwezi ukashuhudia uwepo wake kwa kutumia ile milango mitano ya fahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu chochote ambacho uwezi ukakiona kwa macho yako, uwezi ukakigusa, uwezi ukakinusa, uwezi ukakionja, hicho kiko katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa ulimwengu wa roho ni ule ambao hatuwezi kuona katika macho haya, katika mikono uwezi ukaushika, uwezi ukaugusa, lakini upo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio ulimwengu wa roho. Kwa baraka za kwanza zinaanzia rohoni, zinatoka rohoni zinakuja mwilini. Kwa matokeo ya kubarikiwa rohoni yanaonekana mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Hizo ndizo baraka za rohoni, ni maongezeko katika ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, baraka za mwilini ni zipi? Baraka za mwili ni yale maongezeko katika ulimwengu wa mwili, vitu ambavyo sasa unaweza ukavishika, unaweza ukaviona, unaweza ukavigusa. Hayo ni maongezeko katika ulimwengu wa mwili. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano, nikikuta pale kwako una ng'ombe nyingi zinaonekana, hayo ni maongezeko katika ulimwengu wa mwili. Haleluya. Tukisema hili kanisa limebarikiwa kiroho na kimwili, maana yake ni kwamba kuna vitu vya kiroho tunaviona kama keyboard na speaker na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunazo aina mbili za baraka, za rohoni na za mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, leo nataka nidili sana na kanuni za kubarikiwa kimwili kwanza, kwa sababu za kiroho watu wengi wameshabarikiwa, ndio maana uko hapa. Haleluya. Mwambie jirani yako, nimebarikiwa kiroho ndio maana niko hapa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo baada ya kukupa utangulizi huo, twende sasa tukaangalie kanuni za kubarikiwa kimwili. Kanuni za kubarikiwa kimwili. Nifanye nini ili nibarikiwe kimwili? Kanuni namba moja, kumtanguliza Mungu. Kanuni namba moja, ili uweze kubarikiwa kimwili kabisa, lazima umfanye Mungu kuwa namba moja. Mwambie jirani yako, ili nibarikiwe lazima nimfanye Mungu kuwa namba moja. Haleluya. Kwa hiyo kanuni namba moja, ili Mungu aweze kukubariki kiroho na kimwili, japokuwa hapa tunadili na kimwili zaidi, lazima umtangulize yeye, umfanye namba moja. Twende tukasome kitabu kile cha Mathayo 6:33 kwa haraka haraka. Nimepewa muda mchache, ni sali moja, ni kama vile alitosha kabisa. Mathayo 6:33 ndio chapu pale. Mathayo 6:33. Tuangalie pale. Nasoma tu mistari michache. Mathayo 6:33. Mathayo 6:33 anasema hivi. Tuanzie 31 pale ili tupate kila ambacho nahitaji kukuambia. Anasema, msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Mstari wa 33 akasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Hebu sema pamoja na mimi mstari. Sema, bali utafuteni kwanza. Sema kwa sauti, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Haleluya. Nimekwambia kanuni namba moja ya kubarikiwa kimwili, lazima umtangulize Mungu, umfanye namba moja kwenye maisha yako. Na hapa kwenye kitabu hiki cha Mathayo 6:33 anasema hivi, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Anaanza kwa kusema mtafute kwanza ufalme, alafu na hayo mengine yote mtazidishiwa. Sio ufalme wote tu, ni ufalme wa Mungu. Maana yake ni kwamba tumfanye Mungu kuwa namba moja. Tukishamfanya Mungu kuwa namba moja, hayo mengine yote tutazidishiwa. Maana yake ni kwamba usiende kutafuta pesa kwanza, usiende kutafuta magari kwanza kabla hujaongea na Mungu kwanza. Maana yake unatakiwa umfanye Mungu kuwa namba moja. Ukishamfanya Mungu kuwa namba moja, anasema na hayo mengine yote mtazidishiwa. Maana yake ni kwamba kama ni magari mtazidishiwa, kama ni mashamba mtazidishiwa, kama ni ng'ombe mtazidishiwa, lakini anasema ufalme kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza kwa watu wengi wao wanakosea. Unakuta mtu anaamka asubuhi, hajaongea na Mungu, anaenda kwenye kazi zake. Sikiliza nikwambie jambo moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa nini tunamtanguliza Mungu? Tunamfanya Mungu kuwa namba moja kwa sababu yeye ni Alfa na Omega. Haleluya. Yeye ni Alfa na Omega. Tunapomfanya Mungu kuwa namba moja, unapomfanya Mungu kuwa namba moja, anaona ya kwamba umemheshimu. Ngoja nikupe mfano mzuri. Wangapi ni wake za watu hapa? Wamama pale nyumbani. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana.
kanisa limefananishwa na mwanamke kibiblia. Haleluya. Ndio maana mahali fulani Paulo anasema hivi, enyi wake watiini waume zenu kama vile kumtii nani? Alafu na sisi wanaume tukaambiwa kwamba enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Haleluya. Kwa hiyo sasa ukiwa pale nyumbani umepakua chakula, mume wako yuko pale na watoto wako pale, ukapakulia watoto kwanza, alafu mume akawa mwisho. Kesho sasa atakuletea vitenge wax. Kesho atakuletea zawadi kubwa. Ukiwa pale nyumbani na mume wako unapaswa kumtanguliza nani? Mume wako kwanza, ndio? Haleluya. Kwa sababu gani unamtanguliza? Inawezekana yeye ndo provider wa kile chakula, yeye ndo anaenda kutafuta kile chakula kikapatikana. Alafu jambo la pili, yeye ndo mwenye familia, kiongozi wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unaogopa kutanguliza watoto, vitu vingine kabla ya mume wako, Mungu ni zaidi. Kabla hujafanya chochote, Mungu awe namba moja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hujaenda shambani, Mungu anakuwa wa kwanza, anasema tafuta kwanza ufalme. Amen. Yaani maana yake Mungu awe namba moja. Sikiliza nikwambie, hakuna mtu amewahi kufanikiwa duniani kwa kumfanya Mungu kuwa namba mbili. Haleluya. Okay, ngoja niweke vizuri uweze kunielewa. Mtu mmoja labda hapa anajiuliza maswali, mbona kuna watu wanaendesha magari wamebarikiwa lakini hawamtangulizi Mungu? Sikiliza nikwambie, hakuna binadamu yeyote ambaye anaweza akafanikiwa asipokuwa na ulimwengu wa roho anaotegemea. Narudia tena, hakuna kiumbe kinachoitwa binadamu kinaweza kikafanikiwa kisipokuwa na ulimwengu wa roho kinaotegemea. Okay, nisikilize. Tunazo aina mbili za ulimwengu wa roho. Tuna ulimwengu wa roho wa nuru na tuna ulimwengu wa roho wa giza. Okay. Ulimwengu wa roho wa nuru ni upi? Ulimwengu wa roho wa nuru ni ule ambao Mungu Baba wa mbinguni ndiye kiongozi mkuu. Amen. Haleluya. Lakini ulimwengu wa roho wa giza ni ule ambao shetani ndiye kiongozi mkuu. Okay. Mimi nataka kusema hapo ni hivi. Sikiliza kwa makini nikwambie. Katika ulimwengu wa roho wa nuru, Mungu Baba ndiye mfalme kiongozi. Ana mawakala wake. Mawakala wa ulimwengu wa roho ni maaskofu kama hapa, ni mawakala wa Mungu mbinguni hapa duniani. Haleluya. Wainjilisti, wachungaji ni mawakala wa Mungu mbinguni wa ulimwengu wa roho wa nuru. Lakini mawakala wa ulimwengu wa roho wa giza ni waganga wa kienyeji na Freemason na wachawi. Kwa hiyo mimi nataka kusema, ukikuta mtu amefanikiwa kama amtegemei Mungu wa mbinguni, basi anategemea ulimwengu wa roho wa giza kupitia waganga wa kienyeji na Freemason. Sasa mimi nataka kusema, haleluya. Katika kitabu cha Methali anasema hivi, baraka za Bwana utajirisha wala hazina majuto. Amen. Sasa kwa nini anasema hivi? Kwa nini anasema baraka za Bwana zinatajirisha alafu hazina majuto? Maana yake ni kwamba kuna baraka zingine zina majuto. Baraka zinazotokana na ulimwengu wa giza zina majuto. Baraka zinazotokana na waganga wa kienyeji zina majuto. Baraka zinazotokana na Freemason zina majuto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu hajabarikiwa kupitia Mungu wa mbinguni kama mtangulizi Mungu wa mbinguni. Anatanguliza waganga wa kienyeji, anatanguliza na wachawi, anatanguliza na Freemason. Lakini hizo baraka zina majuto. Mungu ndiye anasema zina majuto. Zina majuto. Unaweza kukuta mtu anaishi kazi nzuri, lakini usiku anaenda kulala choo. Anapewa masharti. Sisi tulibarikiwa na Mungu wa mbinguni tuliyemtanguliza. Hatupewi masharti kwa sababu baraka zake hazina majuto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwamini ndani yako, mtangulize Mungu. Akikubariki hautajuta. Haleluya. Hautajuta. Fanya Mungu kuwa namba moja. Unafanya biashara, kabla hujafungua biashara yako mtangulize Mungu kwa maombi. Haleluya. Bwana Yesu
asifiwe sana. Kwa nini tunamtanguliza Mungu? Kwa sababu yeye anasema ni Alfa na Omega. Manake yeye ni mwanzo na mwisho. Manake hana mwisho, yaani yeye yupo tu. Sasa ukijitanguliza wewe mwenyewe, wewe una siku yako ya kuzaliwa na una siku yako ya kufa. Manake ni kwamba ipo siku utafeli, lakini Mungu hatafeli. Mfanye kuwa na pamoja. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, unamtanguliza Mungu kwa namna gani? Unamtanguliza Mungu kwa njia ya maombi. Sema kwa njia ya maombi. Haleluya. Maombi ni nini? Maombi ni mawasiliano kati ya anayeomba na anayeombwa. Anayeomba ni mwanadamu na anayeombwa ni Mungu. Kwa hiyo tunaweza kuhitimisha kwa kusema hivi, maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo unapoomba kila wakati unawasiliana na mtoaji. Okay. Katika kitabu cha Zaburi anasema hivi, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Kwa hiyo kama nchi ni mali ya Bwana, alafu na mimi ni wa Bwana, na mimi kila wakati nawasiliana na mtoaji, lazima atanipa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano ukaja kwangu mimi ukaniomba simu yangu tu, ukaniambia naomba simu yangu, kama sikujui siwezi nikakupa. Kwa sababu gani? Kuna mawasiliano na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa fanya Mungu kuwa namba moja katika kila jambo unalofanya, naye atakubariki. Ngoja nisome mstari mwingine hapa, alafu tuende pointi namba 2. Nimekwambia pointi namba 1, hakikisha unamfanya Mungu kuwa namba moja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimekwambia unamtanguliza Mungu kwa maombi, kwa maombi. Ngoja nisome mstari mwingine hapa, alafu tuende kwenye pointi nyingine. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 8:18. Torati 8:18. Some hapo chapu ili tukimbie kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Torati 8:18. Torati 8:18. Biblia inasema aje hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Narudia tena huu mstari. Sema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako. Haleluya. Nasema utamkumbuka Bwana Mungu wako akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilofanya na baba zako hata leo. Kwa nini anasema hivi? Kwanza tuangalie anayetoa utajiri ni Mungu. Ndio maana anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako akupaye nguvu za kupata nini? Utajiri. Kwa hiyo provider wa utajiri ni Mungu. Kwa hiyo sasa kama provider wa utajiri ni Mungu, lazima ukitaka vitu vya huyo anayetoa utajiri kila wakati uwe karibu na yeye. Hakuna jinsi ambavyo utakaa mbali na tajiri upate vitu vya tajiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Okay, jambo la pili, unamtanguliza Mungu kwa njia ya ibada. Ile ya kwanza tulisema tunamtanguliza Mungu kwa njia ya maombi. Jambo la pili, unamtanguliza Mungu kwa njia ya ibada. Mpe Mungu ibada. Sasa nikwambie, ngoja nikwambie jambo moja. Mungu, sababu kubwa ya Mungu kumuumba mwanadamu ni ile amwabudu. Sisi kama kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza akafanya vitu vyote. Ameumba dunia yote. Lakini akagundua ya kwamba Mungu yeye mwenyewe hawezi kujiabudu. Kwa hiyo akaumba kiumbe kinachoitwa binadamu ili kimwabudu. Ndio maana mwimbaji mmoja akaimba akasema, uliniumba nikuabudu. Kwa sasa Mungu, sababu kuu ya Mungu kumuumba mwanadamu ni ili amwabudu. Ndivyo vingine vinafuata. Kwa sasa ina maana ukienda tofauti na kile Mungu alichokuumbia na yana kuacha. Haleluya. Kumbuka kumpa Mungu ibada. Pamoja na kwamba una shughuli nyingi, lakini kumbuka kumpa Mungu ibada. Sikiliza nikwambie, wakati wa ibada usiende kufanya kazi zako. Halafu sikiliza nikwambie, Mungu ni waajabu sana. Ametupa siku 6, fanya kazi zako zote, lakini siku ya 7 kamwabudu Mungu.
Lakini pamoja na hayo yote, kuna mtu pia anaona ile siku ya saba na yenyewe ikafanya kazi. Lakini nikwambie, unajua askofu, siku hizi Ukristo wengine umechakatuliwa. Unajua Jumapili haitakiwi ukafanye kazi yoyote. Tena ikiwezekana ndio tukae hapa ibadani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Si umepewa siku 6. Sasa hii ya saba ndio unaionea wivu tu. Kwa nini usimwabudu Mungu ambaye anakupa nguvu za kupata utajiri? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo sasa unampa Mungu ibada. Wakati wa ibada usiende kuabudu miungu mingine. Au wanasema kwamba usiende kwenye kazi zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kwanza muda wa ibada ni mchache. Sidhani kama yanazidi hata masaa 4 5 ya ibada. Lakini unakuta kuna mtu mwingine, ngoja nikwambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna wale watu wale wengine, wale wa imani nyingine, wale tunawaita wa mama mdogo. Nilikuwa naangalia siku moja mama askofu kwenye Google, Google matajiri top 10 duniani. Nikakuta niliangalia na Tanzania, nikakuta Wakristo spidi wawili, spidi mmoja. Wale wengine wote ni watoto wa mama mdogo. Nikaangalia na wewe unasema Google tu kaandika top 10 richest men in Tanzania. Uangalie hapa. Kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho. Nafikiri wako wawili wa Kristo, lakini 8 au 9 hivi ni watoto wa mama mdogo. Nikajiuliza swali moja, kwa nini? Nikakumbuka wale watu ikifika saa ya kwenda kumwabudu huyo Mungu wao, wanafunga biashara zao, wanaenda kuabudu. Haleluya. Ngoja nikwambie, nimewahi kufanya biashara ya duka Mianzini pale. Nikaenda kwa mwindi mmoja hapo Arusha, alikuwa anauza biskuti za jumla. Nimefika saa yao ya kwenda kwenye ibada yao. Nikafika pale. Nikakuta msafara wa watu wengi. Hao hapa kanisani ni kidogo. Kuna aliyebeba milioni 5, kuna aliyebeba milioni 10, kuna aliyebeba laki 5. Yaani pale ukihesabu kwa haraka kuna kama milioni 50. Lakini nilipofika muda wake wa ibada, geti lake lile la kufunga hivi kacha. Shangaa tu mtu ametokea huko ndani amevaa kikofia chake na gauni lake, akatoka nje pale akafunga kesi. Akasema shehe, ni muda wa ibada. Ameacha zaidi ya milioni 50. Anaenda kumwabudu huyo Mungu wake. Ngoja nikuulize mtu wa Tengero. Inawezekana kuna mwingine hapa anauza kibanda cha nyanya. Akitumiwa message hapa kwamba nahitaji nyanya za buku, ibada inavurugika akilini mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hao mwingine anaacha tu ibada Jumapili kisa anaenda kwenye yaani ukiangalia biashara yenyewe. Ngoja nikwambie mwana wa Mungu, utatafuta hela kweli na tunataka tutafute hela. Na hiyo point tutaiendea huko, lakini hakuna siku hela zitakutosha useme zimenitosha sasa sitafuti tena. Kwa hiyo jambo la kwanza, tumpe Mungu first priority. Ukishampa Mungu first priority, anasema na hayo mengine yote atakuzidishia. Atakupa hayo mengine haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako Mungu kwanza. Haleluya. Hakikisha unamfanya Mungu kuwa namba 1. Ukishamfanya Mungu kuwa namba 1, anasema hayo mengine yote atakuzidishia. Sikiliza nikwambie, Petro alipomfuata Yesu, akamuuliza Yesu, tumeacha vyote, tumekufuata wewe, tukapata nini basi? Maana yake ni kwamba Petro huko nyuma alikuwa mvuvi wa samaki. Utakumbuka huko mwanzoni kuna siku Yesu alimfanyia muujiza akapata samaki wengi sana. Lakini ilipofika swala la kumfuata Yesu, Petro akamuuliza Yesu, tumeacha vyote. Na wanatheolojia wanasema Petro alikuwa na kampuni ya kuvua samaki. Lakini katika mahali pa kumfuata Yesu akaacha, alafu akamuuliza Yesu swali moja, akamwambia Yesu, tumeacha vyote, tutapata nini basi? Sikiliza nikwambie Yesu alipomjibu, akamwambia utapata mara 100 duniani na mara 100 katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Kwa maana yake tunapoacha vitu kwa kuja kumwabudu Mungu, tunabarikiwa duniani na mbinguni pia tunaenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kwanza. Ibada kwanza. Muda wa maombi uwe muda wa maombi. Muda wa kanisani uwe muda wa ibada. Muda wa ibada usiende kutafuta pesa zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ngoja nikwambie, unajua kuna wale wenzetu wale wanaoabudu Jumamosi. Wangapi wanawajua? Kwani kutaja majina ya watu haturuhusiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaoabudu tofauti na sisi siku ya Jumamosi. Unajua hakuna watu wengine wanajua
kutii sheria za ibada zao kama wale. Haleluya. Nakumbuka mwaka fulani pale stendi kubwa Arusha, magari fulani ya kwenda Dar es Salaam yanamilikiwa na mtu wa muumini wa kanisa hilo. Sasa ikatokea Krismasi imefika. Krismasi imeleka Jumapili. Kwa hiyo Jumamosi ni tarehe 24. Sasa yule jamaa alikuwa anafanya makusudi kweli. Ikifika siku ya Jumamosi, magari yake yote yanapaki pale stendi. Hakuna hata moja inaenda mahali popote. Sasa huyo alikuwa amepaki kama nani? Amepaki pale yote. Watu wanagombania magari. Gombania. Ikabidi watu wakamfuata kwa anamwambia sisi, yaani kwenda Dar es Salaam tutakupata nauli mara mbili utupeleke. Akakataa. Anasema leo ni siku ya ibada. Wewe una uwezo huu. Alafu kiangalia amebarikiwa. Haleluya. Sikiliza nishauri ya mmoja mwana wa Mungu. Ukitaka kubarikiwa, Mungu awe namba moja. Haleluya. Ukimtanguliza Mungu kwa njia ya maombi, ukamtanguliza Mungu kwa njia ya ibada, hawezi kuacha kukubariki, kwa sababu anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yake, dunia na wote wakao ndani yake. Kwa hiyo naona mtu mmoja akibarikiwa mahali hapa kwa sababu anaenda kumtanguliza Mungu. Wewe kuja ibada ya leo, pokea baraka katika jina la Yesu. Pokea kuinuliwa katika jina la Yesu. Hautabaki kama ulivyo kwa sababu umemtanguliza Mungu. Namba mbili, baada ya kumtanguliza Mungu, sasa umeshamtanguliza Mungu, what's next? Nini kinachofuata baada ya kumtanguliza Mungu? Je, nimtangulize Mungu nikimaliza nilale? Hapana. Kuna jambo la pili la kufanya. Jambo la pili, ukishamtanguliza Mungu, fanya kazi kwa bidii. Narudia tena. Andika mwandiko. Kanuni namba mbili ya kubarikiwa baada ya kumtanguliza Mungu ni kufanya kazi kwa bidii. Mwambie jirani yako kufanya kazi kwa bidii. Haleluya. Ngoja nisome haraka maandiko hapa. Kitabu cha Mithali 22:29. Haraka tunasoma pale 22:29. Tutakusomea andiko lingine. 22:29 Mithali. Mithali 22:29. Kama kuna ambaye anapata kabla yangu nisomee. Neno linasema, amina. Je, unaona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Amen. Huyo atasimama mbele ya wafalme. Hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Amina. Haya, mwingine anisomee Waefeso 4:28. Mwingine anisomee Waefeso 4:28 chapter. Kama kuna aliyepata nisomee Waefeso 4:28. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Karibu. Mwimbaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe. Amina. Apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ule mstari tuliosoma kwanza wa Mithali 22:29 anasema hivi, je, waona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Anasema huyo atasimama mbele ya watu wenye cheo, hatasimama mbele ya watu wa kawaida. Alafu kwenye kitabu cha Waefeso 4:28 akasema hivi, mwimbaji, yani mwizi, asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akiitenda kazi iliyo njema, ili apate kuwa na kitu cha kumpa mhitaji. Alafu tukirudi kwenye utangulizi wangu kwenye Kumbukumbu la Torati 28 mstari ule wa 8, utaona anasema hivi, kila utakalotia mkono wako litabarikiwa. Alafu kusoma tena Mathayo 7:7 anasema hivi, ombeni nanyi mtapewa, alafu tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Haleluya. Kwa kanuni namba 2, ili Mungu aweze kukubariki lazima ufanye kazi kwa bidii. Maana yake ni kwamba tumeshamtanguliza Mungu kwa maombi. Nimekwambia pale mwanzo ya kwamba jambo la kwanza omba, jambo la pili ibada. Ukishamaliza kuomba usibaki kitandani, shuka kitandani, kafanye kazi kwa bidii. Mungu ataibariki kazi ya mikono yako.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeenda mlimani, umefunga maombi ya siku 3 kavu. Baada ya kushuka mlimani, anasema ya kwamba kafanye kazi. Ndio maana anasema hivi, omba, ukishaomba katafute. Maana yake ni kwamba ukishaomba umemtanguliza Mungu. Tumerudi kwenye ile kanuni namba 1. Halafu kipengele kinachofuata anasema katafute. Maana ya kwenda kutafuta, maana yake usisha mikono yako na miguu kwenda kutafuta. Halafu anasema na wewe utapewa. Amen. Haleluya. Kwa lugha nyepesi, maana yake ni kwamba ukiomba alafu ukalala, Mungu hawezi kukuletea baraka kule kitandani. Hili somo watu wavivu huwa wanapenda somo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana ukishaomba, Mungu ni namba 1. Ambapo bibi afanye kazi kwa Mungu. Ataibariki kazi ya mikono yako. Haleluya. Wangapi watafanya kazi kwa bibi? Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa nafundisha hili somo mahali fulani. Nikajiuliza swali moja, nikajiuliza kwa nini Wapentekoste ni maskini? Kwani Wapentekoste ni matajiri? Ni matajiri? Labda askofu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tu nikuulize, si point clear. Tuanzie serikalini. Rais ni Pentekoste? Ibu basi. Rais ni Pentekoste? Ukienda kwenye baraza la mawaziri, unaweza ukakuta Wapentekoste wangapi? Sio kwa sababu. Tena wakati mwingine unaweza kukuta hamna kabisa. Si ndio? Ukija kwenye wabunge ni wako hesabu. Ashukuriwe Mungu, sasa hivi tuna speaker wa bunge ni Pentekoste. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Wewe okay, ukitaka kujua Pentekoste ni maskini, pale nje sijaona gari hata moja. Au umeacha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna injili zingine zinauma, lakini meza hivyo hivyo ili upone katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa nikawa naongea na askofu mmoja siku moja, akaniambia, bwana, sisi wa Pentekoste zamani tulikuwa tuna base kwenye kutafuta Mungu tu. Tena ilikuwa ikionekana umevaa suti nzuri kama ya kwangu, umependeza pendeza, unaonekana wewe si wa mbinguni kabisa, mbinguni uende. Ndio wazee wa zamani walisema hivyo. Kwa hiyo sasa tukabaki kwenye umasikini. Watoto wetu hawakusoma vizuri, hatukujenga shule za makanisa ya Kipentekoste, tukabaki kuwa maskini. Sikilizeni kwambie, umasikini sio utakatifu. Mwambie jirani yako, umasikini sio utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana yake ni kwamba unaweza ukawa maskini na ukaenda jana. Bwana Yesu asifiwe. Kinachompeleka mtu mbinguni, unajua kuna andiko moja watu wao wanalisoma vibaya jamani. Sikiliza niwaambie wapendwa. Haleluya. Kuna andiko moja watu wanalisoma vibaya, anasema hivi, sijui usimtafute Mungu sijui na pesa na nini, ukimpenda Mungu na pesa sijui ni dhambi. Kuna andiko linasema hivyo, sio? Ndio andiko tunalisoma vibaya. Maana yake alichomaanisha pale ni kwamba usitafute pesa, moyo wako ukabaki kule ukasahau kumwabudu Mungu. Haleluya. Hajamaanisha kwamba usiende kutafuta hela. Yaani maana yake ni kwamba usiende kutafuta pesa muda wa Mungu. Muda wa Mungu mwabudu Mungu na muda wa kutafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Huyo kanuni na mabidi ili ubarikiwe lazima ufanye kazi kwa bidii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja nikwambie, mimi nikakuombea, nikakuwekea mikono na miguu, nikakwambia ubarikiwe, pokea magari, pokea manyumba, aisee hautapokea mpaka ukatimize kanuni namba 2 ya kufanya kazi kwa bidii. Mungu ataibariki kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, kuanzia leo hata uvivu. Yaani unalala mpaka saa 5 alafu kidogo tunaendesha magari unasema Freemason, katafute na wewe Freemason. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ufanye kazi kwa bidii. Mungu aibariki kazi ya mikono yako. Haleluya. Katika kitabu cha Efeso 4:28 anasema kazi iliyo nzuri. Kwa nini anasema kazi iliyo nzuri? Nisije nikahubiri injili hapa nikakukuta kesho unauza baa au unajiuza kule Shivas.
Akasema mtumishi alisema tufanye kazi. Anasema kazi. Kazi nzuri. Kazi nzuri ni ipi? Moja, ni ile ambayo haiko kinyume na imani yako. Hiyo ni kazi nzuri. Namba mbili, kazi halali ni ile ambayo haivunji sheria za nchi yako. Usije kauza bangi, utakamatwa. Alafu useme mtumishi ananiambia nifanye kazi. Shindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukifanya kazi halali, mwana wa Mungu, lazima Mungu atakubariki. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Unajua mimi nikisoma maandiko, hakuna mahali popote ninapoona Mungu aliinua mtu mvivu. Kasome Biblia yako kwa sababu kutoka Ufunuo. Hakuna mahali ambapo Yesu mwenyewe alienda kuchukua mtu kitandani akaenda naye kazini. Unaniuliza vipi? Kamuuliza Mathayo, alikuwa anatoza ushuru. Kaambia kuanzia leo hautatoza tena ushuru. Twende ukafanye kazi. Kamuulize Petro, alikuwa anakuwa samaki, akabarikiwa. Mungu akafatana naye. Kamuulize Musa alikuwa anachunga kondoo wa Yethro mkwewe. Mungu akaangalia jinsi ambavyo anachunga kondoo vizuri, akasema kama huyu mtu ameweza kuchunga wanyama vizuri na mai, hata watu watachunga. Haleluya. Mwambie jirani yako, Mungu hajawahi kubariki vijitu vivivu. Mwambie hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima ufanye kazi kwa bidii. Sikia mwambie watu wengine, yaani kuna vitu vya kumwachia Mungu total, lakini kuna vitu Mungu anafanya sehemu yake na wewe unafanya sehemu yako. Mfano, mtoto mmoja alipoteza viatu, yuko na mwenzake, kaanalia, nimepoteza viatu vyako, nimepoteza viatu vyako. Mwenzake akamwambia, oh, mwachie tu Mungu. Sasa yule alipoteza viatu akamwambia, ni vidogo sana, havimwenei. Maana yake ni kwamba alimwachia Mungu vitu ambavyo ni saizi yake. Sasa wakati mwingine kuna vitu ambavyo sisi ni sehemu yetu kufanya, alafu tunamwachia Mungu. Mfano, sasa hivi mvua zinanyesha, anaeleza mvua ni nani? Sema kwa sauti, anaeleza mvua ni nani? Anaeleza jua. Wewe hauna uwezo wa kuleta mvua wala jua, lakini uwezo wa kwenda shambani kulima unao. Haleluya. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Maana yake ni kwamba tukisha muomba Mungu alete mvua, jambo la pili sisi tunatakiwa tukalime. Bwana Yesu asifiwe. Najua pengine inawezekana mmezoea jinsi za kupokea magari, kupokea Mungu. Hii hapa ndio kidogo inaweza kauma. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie kwa mfano, kwa mfano nikasimama hapa nikwambia pokea magari, pokea manyumba, alafu kaniletea maana mtalii na kaleta elfu hivi, kati yangu na wewe ndio unapokea gari. Ni mimi sio? Bwana Yesu asifiwe. Siku moja bwana nilienda Dodoma, nikakutana na rafiki yangu mmoja, rafiki yangu sana, nimesoma naye. Huyo rafiki yangu nikamkuta anazunguka mji wa Dodoma, anaendesha gari ambalo la nazunguka mji wa Dodoma, anafanya nazunguka mji wa Dodoma. Kaambia sasa hivi ndugu yangu, siku hizi mafuta baki hao wamekula kitu cha Arusha. Akaniambia sio, akaniambia mami wangu aliniambia nisumuke niendeshe gari kwa imani. Kaambia acha ujinga. Siku moja sasa ukiwasha hizi feni ngesaidia kidogo, utakuta siku moja Nabii Samuel alienda katika nyumba ya Yesu. Alipofika katika nyumba ya Yesu, alikuwa anatafuta
awe mfalme wa taifa la Israeli. Alipofika kwenye ile nyumba ya Yesu, akakuta watoto wengine wote wa mzee Yesu wako pale nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wamekaa sebuleni. Akaangalia kwanza watatu mpaka wa mwisho, akasema hakuna hata mmoja ambaye anaweza kumpaka mafuta akawa mfalme wa taifa la Israeli. Akamrudia tena mzee Yesu, akamwambia mzee, hauna kijana mwingine ambaye anaweza kumpaka mafuta au mfalme wa taifa la Israeli? Akamwambia kuna kijana mdogo anaitwa Daudi, anachunga kondoo. Anachunga nini? Bwana Yesu asifiwe. Unajua saa nyingine soma Biblia kimafunuo zaidi, nikapata ufunuo. Kwa nini Samueli hakupaka wale aliowakuta nyumbani sana mafuta mmoja wao awe mfalme wa taifa la Israeli? Mimi nikajifunza kitu kimoja. Samueli alipofika pale akajikuta haya majitu mazima yako nyumbani mchana. Ingekuta ni siku za leo, tungesema wanasimu kama hii wametoa nne wanachana, anatoka Instagram anaingia YouTube, anatoka YouTube anaingia kule kwingine, kila mahali hakuna anachofanya. Hao pengine kama ni siku za leo anaangalia TV, anaangalia series, ni mchana. Ngoja nikuulize swali moja, kondoo wanachungwa mchana au usiku? Mchana. Bwana Samuel akasema haya majitu madhifu, madhifu hayawezi kuinuliwa, wacha nimuinue yule mdogo anayejishughulisha na kuchunga kondoo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kondoo wanaozungumziwa hapa kwa siku za sasa hivi, inawezekana una kibanda kwa nyanya tunaona kadogo. Mungu atakuinua ukifanya ile kazi kwa bidii. Bwana atakibariki, siku moja utakuwa na duka kubwa. Haleluya! Lakini ukafunga ukasema Mungu leo kafungue kibanda, hatafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tufanye kazi kwa bidii ili Mungu atubariki. Amen. Kuna sehemu ya kumwachia Mungu na kuna sehemu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wangapi wameolewa? Hawajaolewa? Nyosha tu mikono, nitawaombea leo upate waume katika jina la Yesu. Haya, wangapi hawajaoa? Asante. Nitawaombea leo upate waume katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini lazima ufuate kanuni. Haleluya. Siku moja bwana nikaenda mahali nikafundisha semina ya vijana. Baada ya kumaliza ile semina, dada mmoja mrembo kwenda akanifuata, akaniambia mtumishi, niombe niolewe. Nikamwambia kwani wewe huwezi kuomba? Kaniambia naomba mtumishi, lakini sijajibiwa. Nikamuuliza unaombaje? Nikamwelekeza soma Mathayo 7:7. Anasemaje? Ombeni nanyi mtapewa. Alafu kinachofuata tafuteni nanyi mtaona. Kwa hiyo ukishaomba unataka kufanyaje? Ukatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia sasa mtumishi, mimi nimfuate mwanaume nimwambie aniombe? Nikamwambia sio. Sikiliza ni kwamba ukishaoa tafuta gauni lako nzuri. Suka nywele zako vizuri. Ukishamaliza, ukishajua umependeza, tafuta mahali ambapo vijana waliokoka wamekaa, pita hapo. Akikuomba namba ya simu usimnyime. Unajua wadada saa nyingine najua mnachekesha. Unakuta kidada kiko kwenye maombi, Mungu nipe mume, Mungu nipe mume. Alafu akikutana na kijana hapo hapo kwenye geti la maombi, naomba namba ya simu, anamnyima. Unataka uolewe na malaika Gabriel? Haleluya. Ngoja nikwambie, ukishamwomba Mungu nipe mume, hawakaagi kule mbinguni, wako huko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unataka Mungu amemweka tu pale, unachotakiwa ni kwamba akikuomba namba ya simu umpe. Mwanzo mawasiliano. Alimradi tu asihitaji kufanya uzinzi na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Linda tu utakatifu. Lakini kama ni mtu ana lengo la kukuoa, ngoja nikwambie, unajua mimi nimeokoka siku nyingi kidogo. Mimi sijawahi kuona mtu mwanaume amekaa ghetto, Mungu akamletea mke kule ghetto pa. Sijawahi kuona. Haleluya. Kwa nini mwanaume ulioko mahali hapa? Huko hapa kanisani miaka inaenda, haujaoa. Ukishamwomba Mungu nipe mke, inawezekana umemwona mdada mzuri hapa au mahali pengine, msemeshe. Lakini ukishakutana
utaongea naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vya Mungu tumwachie Mungu, sehemu yetu tufanye sisi, na Mungu atatubariki. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima ufanye kazi kwa bidii ili Mungu aibariki kazi yako. Katika kitabu cha Mithali anasema hivi. Sema hivi. Ngoja nikusomee Mithali na nasema kitabu cha Mithali, nitafuta barabara. Kitabu cha Mithali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako kuanzia Jumanne. Mwambie hivyo, kuanzia Jumanne mtafanya kazi kwa bidii ili Mungu anibariki. Methali 6:9. Naomba mmoja akisomee. Methali 6:9. Kama unanipa akisomee chapter. Ewe mvivu, utalala hata lini? Simama kabisa usome. Soma mpaka mstari wa 11. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaamka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, pia kidogo. Bado kukunja mikono upate usingizi. Mstari wa 11. Ndio. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, hata uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Amen. Tunaona anasema ewe mvivu utalala lini? Anasema bado kulala kidogo, bado kuamka kidogo, bado kukunja mikono. Hapo anasema kuna mmoja akasema hivi, anasema kwamba umaskini wako ule mstari wa 11. Usikie vizuri. Mstari wa 11 unasema, hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi. Anasema hivyo, mambo gani natosha tu. Sasa hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi kwa sababu ya kufanya ya kulala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu aliumba mchana na usiku kwa kusudi ya kwamba mchana kufanya kazi, alafu usiku tupumzike. Hata kuna mtu mwingine yeye kwa yaani mchana na usiku vyote ameshavichanganya. Unakuta tu mchana afanye chochote na usiku afanye chochote. Kwa sababu nimekuwa kufanya utafiti nikagundua mtu ambaye afanye kazi yote anakaa nyumbani hata usiku usingiza hauki. Bwana Yesu asifiwe. Anasema bado kulala kidogo, bado kukunja mikono. Alafu anasema kwamba umasikini wako uja kama mnyang'anyi kwa sababu ya kulala sana. Sio mimi nimesema, sio Bwana amesema, sio askofu amesema, ni Biblia ya kwamba umasikini wako waje kama mnyang'anyi kwa sababu ya kulala sana. Maana yake ni kwamba unatakiwa amka asubuhi na mapema ukafanye kazi ili usiwe maskini. Amen. Sio kama kuna mtu anaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Mmoja akasema hivi, kulala ni nusu ya kufa. Akasema tena hivi, kwa sababu huu mwili uliumbwa kwa udongo, kila wakati unatamani tu kurudi kule ulikotoka. Ndio maana ukisimama kidogo unatamani kukaa, mwili unatamani kurudi kwenye udongo wake. Ukikaa kidogo unatamani kulala. Kwa hiyo sasa tulazimishe mwili kwenda kufanya kazi. Kwa sababu ukisema ulale utalala, sema uamke utamka. Haleluya. Kwa sababu unapolala, kama kulala ni nusu ya kufa. Maana kazi unapozidi kulala muda mrefu, maana ndivyo hivyo na wewe unaua maono yako ya mbele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake ni kwamba ukiamka asubuhi na mapema, ukamtanguliza Mungu jambo la kwanza, ukaenda kufanya kazi kwa bidii, Mungu lazima atakubariki. Haleluya. Lazima utakuwa tajiri. Nikikufundisha hizi kanuni zote, usipofanikiwa utakuwa na mapepo. Haleluya. Kwambia kwa leo nafundisha 3 tu, lakini ziko 11 zitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa lazima uamke asubuhi na mapema ukafanye kazi kwa bidii. Mungu aibariki kazi yako na wewe. Ngoja nikwambie, mimi mwaga naamka saa 9 au saa 10. Nikiamka asubuhi naenda kupanda gari. Mimi nakaa hapo kwa Marete. Kienda kupanda gari muda huo
nakutana na daladala au hizi COVID, unakuta wamejaa wamama wa sokoni, karibia gari nzima wamejaa wamama na viroba vya mboga na makarai ya ndizi na makarai ya maparachichi, wamejaa kule ndani. Yaani hata wakati mwingine nakosaka nafasi ya kukaa ile gari ya kwanza, wanaenda Samunge, wengine Kilombero, wengine soko kuu kwenda kutafuta. Wakati huo kuna mama mmoja mimi namjua anafanyaga hivi, anamwacha kijana wake mkubwa mwenye ndevu kama za Kongo amelala, alafu kukutana na yule kijana kwamba mimi nitakuwa tajiri. Na Biblia imesema kwamba usipende usikizi, usije ukawa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa mimi nataka kusema hapa ni kwamba katika familia zetu kule tunakoishi tuwafundishe na watoto wetu kufanya kazi kwa bidii. Sio kama kuna mtu anaelewa. Haleluya. Hata kama Mungu amekubariki, una uchumi mzuri, una pesa, fundisha vijana wako kufanya kazi kwa bidii. Fundisha binti yako kufanya kazi kwa bidii. Fundisha kijana wako wa kiume kufanya kazi kwa bidii. Kwa nini? Nisikilize nikufundishe. Inawezekana unawafikiri pale nyumbani, watoto wako wakitoka shule hawafanyi chochote, wanaangalia TV, wanacheza game. Maana ni kwamba unamfundisha au sigeni kuwa mke bora wa mtu. Alafu watoto wako unawafundisha kuwa watu waovu. Akiolewa na mume wake anafika kwa kwanza, kama wewe kuangalia ile filamu ya Yesu, umewahi kuona kile chakula cha Bwana ambacho Yesu anawapaka wanafunzi wake, zile chapati, umewahi kuziona zinafunjika kacha. Sasa binti yako akiolewa kwa sababu ukumfundisha kupika, kwa sababu anausike, akifika kwa mume wake anampikia chapati za Yesu. Baada ya mwezi mmoja, miezi miwili anarudishwa. Alafu na vijana wasikiliza hawana adabu, wanakupigia simu baba mke, rudisha mahali yangu. Alafu unaanza kukemea mapepo, kumbe sio mapepo, wewe ndio kumfundisha kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wazazi tuwafundishe watoto wetu kufanya kazi kwa bidii. Hata kama amesoma, kwa bahati mbaya siku hizi kuna tatizo la kupata ajira. Haleluya. Hakitoka kazi shuleni, hatenge muda wa kusoma kidogo na muda wa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukifanya hivyo, kama ni mume, kama ni mwanaume, ni kijana wa kiume, unatengeneza mume mzuri wa binti fulani baadaye. Haleluya. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu kama unabarikiwa. Haleluya. Kwa hiyo lazima upige kazi. Hebu mwambie jirani yako kazi. Mwambie nimechoka kuwa maskini. Mwambie nitamtanguliza Mungu, nitafanya kazi kwa bidii. Sema nitamtanguliza Mungu, nitafanya kazi kwa bidii. Tamtanguliza Mungu, nitafanya kazi kwa bidii. Maana yake pasipo kufanya hivyo viwili huwezi kufanikiwa. Utoboi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima tufanye kazi kwa bidii ili Mungu abariki kazi ya mikono yetu. Ngoja niende point nyingine ya mwisho kwa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukibarikiwa na kanisa limebarikiwa. Hebu mwambie jirani yako nikibarikiwa na kanisa limebarikiwa. Amen. Haya, pointi ya tatu andika. Lazima hii ya tatu ni muhimu kuliko hata hizo zingine zote. Kanuni namba 3, ili Mungu aweze kukubariki lazima umtolee Mungu fungu la 10. Tutazungumzia fungu la 10 zaidi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Mungu aweze kukubariki, kanuni nyingine, lazima ujifunze kutoa fungu la 10. Kitabu cha kama unaandika hizi kanuni zitakusaidia vitu vingi sana. Malaki, kitabu cha Malaki 3:8. Tuendelea kidogo pale, tasoma kanuni namba 3. Ili Mungu aweze kukubariki lazima ujifunze kufanya kazi kwa bidii. Naanzia ule mstari wa 8, anasema hivi: je, wanadamu watamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mstari wa 9 anasema, ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Mstari wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi,
mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Kanuni nyingine, ili Mungu aweze kukubariki, lazima ujifunze kumtolea fungu la 10. Hebu mwambie jirani yako, fungu la 10. Sema kwa sauti, fungu la 10. Haleluya. Fungu la 10 ni nini? Sio fungu la 10 tu, fungu la 10 na sadaka zingine, lakini leo tutazungumzia zaidi fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungu la 10 ni nini? Fungu la 10 au zaka ni sehemu ya 10 ya mapato yako. Ni sehemu ya 10 ya mapato yako. Kwa mfano, umeuza leo dukani kwako, ukapata faida shilingi 10,000. 1,000 ni ya Mungu. Umeuza ukapata 100,000. 10,000 ni ya Mungu. 90,000 zingine zote ni za kwako. Ndio fungu la 10. Kwa fungu la 10 au zaka kwa lugha nyingine ni sehemu ya 10 ya mapato yako na sio mtaji wako. Nisikilize kwa makini. Mfano, mtaji wako ni 100,000. Alafu ukauza bidhaa zote zikaishi, ukapata 1,500,000. Maana yake ni kwamba fungu la 10 haitakiwi utoe kwenye ile 100,000, inatakiwa utoe kwenye ile 50,000 ambayo ni shilingi 5,000. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, ngoja nikufundishe kitu kingine ambacho watu wengine huwa wanakosea. Ukienda kuchukua hela benki ya mkopo leo, milioni 10, bado ile pesa haijawa ya kwako, ni fungu ni nani? Ni za benki, ni mkopo. Kwa hiyo kwa pale hautaki kutoa fungu la 10. Unatakiwa utoe fungu la 10 baada ya kufanya kazi na ile pesa. Ukipata faida yake ndio fungu la 10. Si kama kuna mtu anaelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hilo ndio fungu la 10. Kwa fungu la 10 ni sehemu ya 10 ya mapato yako au faida yako. Anasema leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula, mkanijaribu kwa njia hiyo, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Sikiliza nikwambie, mahali pengine Biblia inasema kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako. Mungu amekataa tusimjaribu, lakini ameturuhusu tumjaribu kwa fungu la 10. Sio kama kuna mtu anaelewa. Yaani kwa vitu vingine vyote anasema usimjaribu Bwana Mungu wako, lakini kwenye fungu la 10 ameturuhusu tumjaribu. Haleluya. Akasema muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Kwa unapomjaribu Mungu kwa fungu la 10 lazima afungue madirisha ya mbinguni. Sikilizani kwambie, wakati watu wengine huwa wanafundisha tofauti kidogo, na kila mtu ana mafunuo yake ya kufundisha neno la Mungu. Mimi mafunuo yangu, nilipokuwa na tunga ile somo, Roho Mtakatifu alikuwa ananipa ile somo, nikawa na tafakari, nasema hivi, watu wakitoa fungu la 10 ndio wanabarikiwa, ni sawa, lakini kama mtu hajafanya kazi, fungu la 10 analitoa wapi? Nikapata jibu, anza kuwafundisha watu kwanza kunitanguliza, alafu jambo la pili wafanye kazi kwa bidii. Wakishafanya kazi kwa bidii watapata fungu la 10 la kunitoa. Ndio maana fungu la 10 ni sehemu ya mapato yako ya 10. Kwa kama hujafanya kazi kwa bidii, huwezi kupata fungu la 10. Ndio tunarudi kule kusema ya kwamba ukibarikiwa na kanisa linabarikiwa. Maana yake ni kwamba ukifanya kazi kwa bidii, ukishabarikiwa, maana yake ni kwamba ukitoa fungu la 10 kanisani na kanisa linabarikiwa. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu kama mwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo fungu la 10 nimeshakueleza ni nini. Una ng'ombe wako anatoa lita 10, lita 1 ni ya Mungu. Una shamba lako umelima, ukavuna magunia 10, gunia 1 ni la Mungu. Si point clear. Alafu anasema leta zaka kamili ghalani. Maana yake ni kwamba kuna zaka ambazo sio kamili. Kuliko utoe fungu la 10 pungufu, ni bora uwache kabisa, maana halitahesabika. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko utoe fungu la 10 pungufu, ni aheri ukaacha kabisa, maana halitahesabika. Ni sawa na hivi, nikichukua simu yangu
nikampigia mtu simu nikakosea namba moja, ile simu itaenda? Kwa mfano namba yangu kwa anayenijua labda nipunguze namba moja, kama ni 4 niandike 5, itaenda? Si ndio? Maana yake ni kwamba na kwenye fungu la 10 ukipunguza punje kidogo tu hazitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana anasema zaka kamili ghalani mwa Bwana. Ukishakuwa zaka kamili ghalani mwa Bwana, anasema muone jinsi ambavyo nitawafungulia madirisha ya mbinguni muweze kubarikiwa. Kwa hiyo ukitoa fungu la 10 lazima utabarikiwa katika jina la Yesu. Lazima biashara yako itainuliwa katika jina la Yesu. Chochote unachokifanya kitabarikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwingine anajiuliza fungu la 10 tunapeleka wapi? Ukila fungu la 10 ambalo ni la Mungu, maana ni kwamba wewe umejiita Mungu. Na Mungu anasema kwamba ashirikiane utukufu na wanadamu. Ukichukua utukufu wa Mungu, Mfalme Herode akumpa Mungu utukufu. Biblia inasema kwamba aliliwa na chango. Kwa maana yake ukichukua ile fungu la 10, maana umejiita wewe ni Mungu. Hasa kwa sababu Mungu ashirikiane utukufu na wanadamu, utaliwa na chango. Unaweza wewe usiliwe na chango, uchumi wako ukaliwa na chango. Haleluya. Inaweza wewe usiliwe na chango, lakini biashara yako ikaliwa na chango. Ukashangaa biashara haiendi, kumbe hautoi fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa na fungu la 10 tunapeleka wapi? Kuna mahali watu wanakosea. Nisikilize kwa makini. Anasema ghalani mwa Bwana. Hebu sema ghalani mwa Bwana. Ili kiwemo chakula. Haleluya. Wangapi wanapeleka wapi? Okay. Pale nyumbani kwako, mtu yeyote anayeenda kanisani ana makazi ya aina mbili. Makazi ya kimwili pale unapoishi na familia yako, makazi yako. Lakini makazi ya aina ya pili ni hapa kanisani, ya kiroho. Sema ya kiroho. Haleluya. Na hapa kanisani kiongozi wa hii familia, pale nyumbani kiongozi wa ile familia yako ni baba wa kimwili aliyewazaa kimwili. Sasa hapa nyumbani kwa Bwana ambapo ndio nyumbani kwako kwa kiroho, kiongozi wa hii familia ni askofu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa pale nyumbani kwako una store au gala. Inawezekana sio gala rasmi, lakini kuna mahali unahifadhi vitu vyako, si ndio? Pale nyumbani kwako kila mtu ana mahali anahifadhi vitu vyake. Hata kama sio ile gala rasmi, lakini kuna mahali unahifadhi vitu vyako. Kwa sababu ni nyumbani kwako. Sasa na kanisani pale unapoelewa kiroho, nyumbani kwako kiroho. Kwa hiyo sasa fungu la 10 au zaka unatakiwa ukahifadhi kwenye store yako ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Pale unapoelewa kiroho ndio kwenye ghala lako la kiroho, hapo ndipo utakapopeleka fungu la 10. Sio mahali pengine. Haleluya. Kwa lazima ujifunze kutoa fungu la 10 ili Mungu aweze kukubariki. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Wakati unatoa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiniambie kwamba hauna fungu la 10, lazima unalo. Tatizo ni kwamba wewe ni mchoyo. Hakuna mtu anakosa fungu la 10. Kuanzia Jumatatu mpaka jana Jumamosi. Wote simekula. Sasa hiyo hela ambayo mlitoa hapa. Sasa kwenye hiyo hela unayokula hiyo uliyoipata, hapo kuna fungu la 10. Askofu automatically hakuna mshirika anayepaswa kukosa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu wangekosa fungu la 10, wangekosa hata afya za kuja kanisani. Kwa sababu si ukupata. Sasa kama ukupata, ina maana hicho ulichokula ulitoa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa toa fungu la 10. Unapotoa fungu la 10 kwa uaminifu, linalinda yale mafungu mengine 9 yaliyobaki. Pigie Yesu makofi na vigelegele kama unabarikiwa. Haleluya, haleluya. Wewe tuangalie pointi moja kwa haraka haraka. Nimebakiwa na dakika chache nikamalize. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesema kanuni namba 1, tangulize Mungu. Namba 2, fanya kazi kwa bidii. Namba 3, toa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende
namba 4, nizungumzie kwa kifupi tu alafu tukamalize. Kanuni namba 4, tunaangalia kanuni za kubarikiwa. Kanuni namba 4 na ya mwisho kwa leo. Hii uweze ukaikwepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima ujifunze kuweka akiba. Mwambie jirani yako kuweka akiba. Sema kuweka akiba. Lazima ujifunze kuweka akiba, kwa sababu ndio kanuni nyingine ya Mungu kukubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wakorintho wa pili 12:14. Wakorintho wa pili 12:14. Kama kuna ambaye atapata haraka kuliko mimi alisomea. Wakorintho wa pili 12:14. Amina. Amen. Wala sitawalemea. Maana sitafuti vitu vyenu, bali nawatafuta ninyi. Kipengele kinachofuata. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa watoto. Amina. Kwa hiyo wazazi ndio wanaopaswa waweke akiba kwa ajili ya watoto na sio watoto kwa ajili ya wazazi. Ngoja nikupe tena, some tena mstari mwingine ili nikianza kufafanua hapa niende moja kwa moja. Kitabu cha Mwanzo 41, Mwanzo 41:47. Amina. Katika miaka ile 7 ya shida, nchi ikazaa kwa wingi. Akakusanya chakula chote cha miaka ile 7 katika nchi ya Misri. Amen. Akaweka chakula katika miji, chakula cha mashamba yaliyozunguka kila mji, akaiweka ndani yake. Bwana 9. Yusufu akakusanya nafaka kama mchanga wa pwani, nyingi mno, hata akaacha kuhesabu, maana ilikuwa haina hesabu. Imetosha. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuambia kanuni nyingine, ili uweze kubarikiwa lazima ujifunze kuweka akiba. Mtu yeyote unayemuona amefanikiwa aliweka akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tumesoma habari za Yusufu. Ukisoma hiyo habari vizuri, utaona Biblia inasema kwamba Yusufu alipowekwa gerezani, unajua mfalme Farao aliota ndoto mbili. Sababu ya muda sitazielezea. Alafu Yusufu akaenda kutafuta gerezani atafsiri zile ndoto. Baada ya kutafsiri zile ndoto na zikawa kweli, tunaona kwamba Yusufu anafanywa kuwa waziri mkuu wa Misri. Lakini baada ya kufanywa kuwa waziri mkuu wa Misri, kwa sababu ndoto zile zilikuwa zinahusu miaka ya njaa na miaka ya shida, kwa hiyo akapewa kazi na Farao ya kununua vyakula kwa ajili ya kuweka akiba kwa sababu ya ile miaka mingine 7 ya njaa itakayokuja. Kwa sababu waliota ndoto iko hivi, ni kwamba kuna miaka 7 ya shida inakuja, ambapo mvua zitanyesha sana, watu watalima sana, watu watapata mahindi mengi, watapata mchele mwingi, kila kitu. Kwa hiyo sasa kuna miaka mingine 7 inakuja ya nini? Ya njaa. Kwa hiyo sasa Yusufu akapewa kazi ya kununua vyakula kwa ajili ya kufanyaje? Ya kukava ile miaka 7 itakayokuja ya njaa. Maana yake ni kwamba Yusufu alifanyaje? Aliweka akiba. Okay. Ukiendelea kusoma hilo neno vizuri, utaona ule mwishoni kabisa, baada ya ile miaka 7 ya njaa kuja, mataifa mbalimbali yanakuja pale Misri kununua chakula. Mojawapo ya taifa lililokuja pale Misri kununua chakula ni watu waliotoka Kanaani, kule Yusufu alikotokea. Sitaki kuelezea sana, maana Yesu asifiwe sana. Maana na pointi yangu iko kwenye kuweka akiba. Haleluya. Kwa sababu Yusufu baada ya kuweka akiba anakuja kupata chakula kingi kinachotosha nchi yake na nchi zingine. Haleluya. Na pale kwenye Wakorintho tumesoma tukaona Biblia inasema kwamba sio watoto wanapaswa kuweka akiba kwa ajili ya wazazi, bali ni wazazi kwa sababu ya watoto. Kwa hiyo turudi kwenye pointi yangu, ili Mungu aweze kukubariki lazima ujifunze kuweka akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, siku moja
Mzee mmoja akawa ananipigia story sana, kaniambia mimi nilipokuwa kijana nilikuwa napiga kazi kweli. Alafu nikaangalia nikakuta ni maskini. Nikauliza kwa nini? Nikagundua alikuwa anafanya kazi kweli na anapata hela nyingi sana, lakini alikuwa haweki akiba. Vijana mpo? Vijana nyosheni mikono. Hujazidi miaka 45 nyosha mikono. Haleluya. Ngoja nikufundishe kijana mwenzangu uliko mahali hapa, maana na mimi ni kijana. Nguvu ulionayo leo hii hautakuwa nayo miaka 20 ijayo. Sio kama kuna mtu anaelewa. Kwa sasa hii nguvu ulionayo leo itumie kuweka akiba ya baadaye. Ili ikifika baadaye uwe na chakula kingi kama Yusufu cha kugawia hata wengine ambao watakuwa wanahitaji. Haleluya. Nenda kafanya uchunguzi. Hakuna mtu anaweza kufanikiwa duniani pasipo kuweka akiba. Hakuna. Kaangalia matajiri wakubwa duniani. Maana yake ni hivi, unafanya biashara huko hapo. Nafundisha kanuni za kubarikiwa. Unapata faida 10,000. Unakula yote. Kesho utakuwa unaanza tena moja. Sio kama mtu anataka. Haleluya. Unaendesha bodaboda. Unapata 50,000 kwa siku, unakula yote na maana yake kesho unaanza tena. Weka akiba ni kanuni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kadri unavyozidi kula ile 50,000 unayoipata leo, hapo nasema kesho utapata nyingine, na umri ndivyo unavyozidi kusogea. Na nguvu zinaendelea kuisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Dada ulioko mahali hapa, usione kwamba sasa hivi unapaka makeup inakukaa vizuri. Una kipindi utafika utapaka makeup itateleza kwa sababu uso umekomaa. Sura inazema. Kutumia muda wako vizuri wenye nguvu. Na wale nikasema wakati tukiwa na nguvu vijana ni kama ule wakati wa miaka 7 ya shida kule Misri. Halafu kaja miaka mingine 7 ya njaa. Kuna wakati itafika watoto wako watakuwa wanakutegemea. Hauna sababu. Taanza kuwalaani watoto bure. Haleluya. Naanza kusema watoto wanajitunza. Angalia, wewe ndio angalia. Ndio zingine zinaona. Na nini zitakusaidia? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama wale wetu wengine walifanya makosa waweka kila siku tusiwahukumu. Tuwatendee. Kwenye moja wapo ya pointi zangu hizo kuna pointi nyingine nasema ili uweze kubarikiwa lazima uwathamini na kuwapenda wazazi. Haleluya. Tuwatendee. Lakini wewe kijana mwenzangu wewe sikiliza usifanye makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna tajiri duniani amewahi kufanikiwa pasipo kuweka akiba. Nenda ukachunguze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine aliweka bukubuku. Nimesoma neno la Mungu sio kitabu changu kile ni Biblia. Haleluya. Kuna mwingine aliweka 10,000. Sikiliza nikwambie. Katika kila hela unayoipata kuna mkate na kuna mbegu. Hebu sema katika kila hela unayopata kuna mbegu na kuna mkate. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkate ni yale matumizi yako kila siku. Mbegu ni ile kwa ajili ya matumizi ya baadaye, wakati wa crisis, wakati wa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kanuni nyingine ili Mungu aweze kukubariki lazima ujifunze kuweka akiba. Na mara nyingi sana mimi huwa nawafundisha watu waweke akiba mahali ambapo inazaa. Huko tunafunga ng'ombe. Binti badala ya kusuka nywele za 50,000 nunua huku. Wanachukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe usijakwambia usisuke upendeze. Suka upendeze ili uolewe. Maana vijana wa siku hizi hawapendi wasichana ambao hawapendezi. Lakini sasa hela yako usiishie kwenye mapango ambao baadaye unafumo unatupa kule. Haleluya. Weka na akiba nunua ndugu baya kazaa nataka. Baadaye utakuwa tajiri. Wataanza kusema natafanya mambo haya na wanaume kumbe umepata kanuni. Haleluya. Mwambie jirani yako pata kanuni. Utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna namna nyingine. Hakuna namna nyingine. Ngoja nikwambie. Ilitokea kwa fulani lakini ni Mungu kumele. Mtu mmoja, mhubiri mmoja akasimama. Akasema mwisho wa dunia ni mwaka 2000. Wangapi walisikia askofu ulisikia nini? Ulisikia? Akasema mwisho wa dunia ni mwaka. Akasema mwisho wa dunia ni mwaka 2000. Watu wakauza vitu vyote.
matunda, tunahubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Yesu hajarudi, weka akiba. Yesu akirudi leo kuja kukuchukua, yaani ina maana ya kwamba hautapata hasara yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tuishi kwa kanuni. Unajua, nilipokuwa natoka somo hili nikafikiria kitu kimoja, nikagundua kwa nini baadhi ya watu hawafanikiwi, lakini unakuta mtu anafanya kazi kwa bidii, hatoboi. Shida nini? Unakuta mtu hanywi pombe, sio kama ni kijana wa kiume, sio mtu wa wanawake. Sasa shida nini? Mbona hafanikiwi? Nikagundua kitu kimoja, anakosea kuweka akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakosea kufanyaje? Kuweka akiba. Maana yake ni kwamba ukipata 50,000 hata siku hiyo unabadilisha na hoteli ya kula. Ulikuwa unakula mkono mamtilie pale chakula cha 1500, unaenda na wewe kula karamali ya utakufa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kuweka akiba. Nataka nikwambie, ukifuata hizo kanuni na zingine ambazo nitakuja kufundisha siku nyingine kimpendeza Mungu, lazima makanisa ya Kipentekoste tutasonga mbele, tutatoboa katika jina la Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Makanisa mengine ambayo ya Kipentekoste waliweka akiba, wakajenga mahospitali, wakajenga vyuo, wakajenga shule za sekondari. Sasa hivi watoto wetu wanasoma kule, tukiumwa tunakimbilia kwenda kutibiwa pale. Na tamani miaka michache ijayo sisi makanisa ya Kipentekoste tuwe tumeweka akiba. Hatokee mtu mmoja mahali hapa anamiliki kampuni kwa sababu aliweka akiba. Haleluya! Watu watoke Misri wakufate, waje wakuombe chakula. Maana yake saa hiyo una kampuni kubwa ya mikopo. Watu wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kukukopa kwa sababu tu uliweka akiba. Yesu makofi na vigelegele. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Naenda kumaliza sasa. Pointi zangu ni nyingi, siwezi kuzimaliza kwa leo. Ziko 11. Kimpendeza Mungu utakuja wakati mwingine niweze kufundisha. Nyosha mikono yako juu tu. Twende tukamwabudu Mungu. Nikuombee. Nataka nikakuombee Mungu akakupe shauku ya kumpenda Mungu. Shauku namba 2, akupe shauku ya kufanya kazi kwa bidii. Namba 3, akupe shauku ya kutoa fungu la 10 ili Mungu aweze kukubariki. Praise team, tafadhali naomba ushike mic hapo tukamwabudu Mungu. Halafu tukakuombea. Nataka nikaombee leo watu wawe na shauku ya kufanya kazi. Roho shuka tena. Roho shuka tena. Jesus. Kama siku ya Pentekoste, Roho shuka tena. Roho shuka, Roho shuka tena. Roho shuka, Roho shuka tena. Kama siku, nyosha tu mikono yako juu.
umejifundisha kufanya kazi kwa bidii, utakuwa unasogea hapa mbele, nitakuombea Mungu akakupe kazi. Mwezi wa 5 utaenda kuanza na kazi katika jina la Yesu. Haleluya! Nyosha mikono yako juu tunapoendelea kuabudu. Hauna kazi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uzima, pokea kuinuliwa tena, pokea kuinuliwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Natamka kuponya tena. Pokea uponyaji tangu sasa. Pokea uponyaji tangu sasa. Pokea uponyaji tangu sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uponyaji ni portion yako. Uponyaji ni portion yako. Katika jina la Yesu. 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 Pokea uponyaji tangu sasa. Pokea uzima tangu sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uzima tangu sasa. Pokea uponyaji tangu sasa. Katika jina ni pazuri kama nini, Ee Mungu wangu, uwepo wako umenifunika. Hebu tuende mahali hapa, mahali hapa, mahali hapa ni pazuri sana, ni pazuri uwepo wako Bwana Yesu, uwepo wako umenifunika mahali hapa, mahali hapa. Unaweza ukaenda kukaa wewe umeshaolewa, ni pazuri kama nini, kuna mtu anaota ndoto mbaya mbaya huko hapa, unaota ndoto za ajabu ajabu. Ndoto ni mawasiliano katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapoota ndoto fulani usipuuze. Kama ni mbaya jiombee, kama ni nzuri shukuru pia Mungu. Kwa hiyo kama uko hapa unaota ndoto mbaya mbaya, ukimbia hapa mbele mara moja nikakuombea. Usiku unaota ndoto za ajabu ajabu, wakati mwingine unaota unakimbizwa na simba, wakati mwingine unaota unaogelea baharini. Ukiota unaogelea baharini, manake mbele yako kuna majaribu makubwa sana. Inawezekana huko hapa ni mtu wa aina hiyo. Kimbia hapa mbele nikakuwekea mkono nikuombee, hizo ndoto mbaya zikapate kukuachia katika jina la Yesu. Wakati tunaendelea kumwabudu Mungu, utakuwa unasogea hapa mbele nikuombee. Kimbia tu hapa mbele mara moja nikuombee. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, namweka mtu huyo Mungu mikononi mwa Bwana.
ndoto zile anazoota mbaya za usiku. Wakati mwingine anaota ndoto anakimbizwa na wanyama wakali. Ninazikataa hizo ndoto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea kuota ndoto nzuri kuanzia siku ya leo. Inawezekana wakati mwingine unaota unaogelea baharini. Nazikataa hizo ndoto katika jina la Yesu. Kuanzia leo utaota ndoto za mafanikio. Kuanzia leo utaota ndoto za utajiri. Kuanzia leo utaota ndoto za kufanya biashara kubwa katika jina la Yesu. Nakataa ndoto mbaya katika mama huyu, nazivunja kwa jina la Yesu Kristo. Wakati mwingine anaota akiwa anakimbizwa na wanyama wakali. Wakati mwingine anaota akiwa anaogelea baharini. Nakataa hizo ndoto, nakataa hizo ndoto katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Pokea kuota ndoto zingine mpya na ndoto zingine za maana katika jina la Yesu. Endelea tangu sasa na usione tena ndoto mbaya katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Leo satisha pamoja na mimi maombi haya. Sema kuanzia leo. Sema kwa sauti kubwa, kuanzia leo. Kama Yesu alivyofufuka. Sema kwa sauti kubwa, kama Yesu alivyofufuka. Na mimi ninaenda kufufuka kwa njia ya kufanya kazi kwa bidii ili nibarikiwe. Sema na mimi ninaenda kufufuka kwa kufanya kazi kwa bidii ili nifanikiwe. Sema na mimi ninaenda kufufuka kwa kutoa fungu la 10 ili nifanikiwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea kuinuliwa katika jina la Yesu. Pokea kufanikiwa katika jina la Yesu. Nikisema unasema amen. Haleluya. Pokea kuinuliwa katika jina la Yesu. Ukifanya kazi ubarikiwe katika jina la Yesu. Ukienda kazini ubarikiwe katika jina la Yesu. Ukifanya biashara ufanikiwe katika jina la Yesu. Unaweza sasa ukakaa, nimkaribishe kiongozi wa ibada aweze kuendelea.